Asante sana. Nataka niseme ya kwamba wewe ni mtu wa thamani sana. Wewe ni mtu wa thamani sana. Na kwa sababu wewe ni mtu wa thamani sana, unatakiwa ujue thamani yako imetokana na nini. Thamani yako imetokana na Mungu mwenyewe. Ndio maana Mungu amekuumba kwa mfano wake, akakumilikisha vitu vyote vya ulimwengu. Lakini kwa sababu ya tamaa za kibinadamu, watu wengi wamemwacha Mungu kwa sababu ya mapito mbalimbali walionayo. Hususan pale ambapo mtu anapokuwa na maisha magumu, anatafuta pesa hazioni, anatafuta hili na lile hafanikiwi, kwa anajikuta anamwacha Mungu kwa sababu ya hali ya maisha alionayo. Lakini mimi ninakushauri, maisha ya dunia ni kama upepo. Maisha ya dunia ni kama jua linalochomoza asubuhi na jioni mwishowe kuzama. Kwa wakati mwingine unaweza ukawa unafurahia anasa za dunia au unafurahia mambo ya ulimwengu, lakini unatakiwa ujue kwamba wewe ni mpitaji kwenye hii dunia, na unatakiwa uelewe kwamba yapo maisha mengine tofauti na maisha haya ambayo unayaishi duniani. Maisha hayo ni maisha ya mbinguni au maisha ya jehanamu. Sasa itategemeana wewe na matendo ambayo umeyafanya duniani. Itategemeana wewe na yale ambayo umeyafanya duniani. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 5 mstari wa 8, Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Kwa hiyo ukiwa na moyo safi utamuona Mungu, lakini ukiwa na matendo yaliyo mabaya, basi lazima uende jehanamu. Sasa unatakiwa ujue kwamba wewe ni wa thamani. Tenda matendo yaliyo mema, usitende matendo yaliyo mabaya. Kama ulikuwa unapenda uzinzi, acha uzinzi. Kama ulikuwa unatumia mambo mengi ya dunia, basi nataka nikwambie acha, kwa sababu hayo ambayo unayapenda sana ndiyo yatakayo kuangamiza katika maisha yako ya kimwili na ya kiroho pia. Kwa hiyo mtegemee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Usiogope hata kama umekataliwa, hata kama umetengwa, hata kama watu wanakuona haufai. Wewe simama na Mungu, jitambue kwamba wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Usiangalie maisha watu wengine, bali angalia roho yako wewe. Je, siku utakapokufa utakuwa upande gani? Au utakuwa kwa nani? Utakuwa kwa Yesu Kristo au utakuwa kwa Shetani? Fanya maamuzi leo kumtegemea Mungu, na awe Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mungu atakusamehe.